السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على داعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه. أما بعد. Ndugu zazi, ndugu Islam, jina langu ni Ustadhi Isa Juma Msabaha. Niko hapa kwa ajili ya kuendelea kutoa ufafanuzi kuhusiana na mwongozo wa ufundishaji wa madrasa yetu, Madrasatul Janna. Lengo la kufanya hivi ni uelewa huu usiishie kwetu sisi walimu tu peke yake, bali nyinyi wazazi, jamii, wanafunzi na wadau wote wa madrasa yetu waweze kufahamu ni nini ambacho watoto wananufaika na wanajifunza katika kipindi chote watakachokuwa wakiendelea na masomo ndani ya madrasa yetu. Katika sehemu ya kwanza nilitoa ufafanuzi kuhusiana na idadi ya masomo kwa kila darasa, lakini pia mfumo wa madarasa wa madrasa yetu ukoje, jambo ambalo nahisi limekaa vizuri na limeeleweka. Na nukta ya tatu ambayo pia nitaielezea kwa siku ya leo itakuwa ni vitabu vinavyotumika kwa kila darasa. Tayari tuna mfumo wa madarasa, lakini pia tuna idadi ya masomo kwa kila darasa, lakini pia kuna vitabu vinavyotumika katika kila darasa kulingana na somo husika. Lakini si vitabu tu, pia tuna mwongozo wa nini ambacho mwanafunzi atanufaika nacho baada ya kusoma kitabu hiko, kwa sababu lengo sio kusoma kitabu tu. Lengo ni nini ambacho atabaki nacho kichwani, ujuzi gani ambao mwanafunzi atabaki nao baada ya kusoma kitabu fulani, kwa sababu mtoto anaweza akasoma kitabu mwanzo mpaka mwisho akamaliza, alafu hakuna alichonufaika nacho zaidi ya kuweza kusoma na kutafsiri. Lakini kuna ujuzi ambao tumeuainisha na tumeutoa kwenye kile kitabu, ambao hiki ndiyo kipimo cha mwalimu, kipimo cha mzazi, kwamba baada ya mtoto kuwa amesoma kitabu fulani, sasa kuna nini alichobaki nacho kichwani kwake au katika maarifa na ujuzi kupitia kitabu kile. Sasa leo nitaanza kwa darasa la pili kurudi nyuma. Nitaanza darasa la pili mpaka raudha, alafu nitamalizia na darasa la tatu, kwa sababu leo lenyewe lina kesi yake kidogo. Kama tulivyoainisha mwanzo kwamba darasa la pili ambalo linaitwa faslu thani ni wanafunzi ambao wamemaliza Qur'ani, wanajua kusoma, wamevuka madarasa ya raudha, tamhidul awwal, tamhidul thani, faslul awwal, na sasa wako faslu thani, darasa la pili. Katika mchanganuo wa masomo kule juu ilionyesha kwamba hawa wana masomo 8. Wana Qur'ani ambao ni somo la kwanza. Katika Qur'ani kwa level hii ya darasa la pili, malengo yetu wanafunzi hawa ni wako katika level ya kuhifadhi, kwa sababu tayari wanajua kusoma, tayari wanafundishwa ahkam za tajwid, kusoma na kadhalika, lakini target ya hawa wako kwenye kundi la kuhifadhi. Sasa kuhifadhi kunategemea na uwezo wa mwanafunzi mmoja mmoja, lakini kama shule, lengo la chini kabisa, mwanafunzi wa chini kabisa kwa mwaka mzima, basi awe ameongeza juzu 2 katika zile juzu walizokuwa nazo, kwa sababu hawa tayari wameshaanza kuhifadhi. Wapo wenye juzu 1, wapo wenye juzu 2. Kwa hiyo kiwango cha chini kabisa mwanafunzi wa faslu thani anatakiwa awe ameongeza juzu 2. Kwa hiyo mzazi, mwaka unapoanza, hakikisha unajua mwanao ana juzu ngapi. Kama ana juzu 1, basi mwisho wa mwaka unatakiwa udai juzu 3. Asipokuwa na juzu 3, lazima umhoji mwalimu, lazima uhoji uongozi wa madrasa, kwa nini mwanangu hajafikisha juzu 3? Kwa sababu target ya mwanafunzi wa darasa hili ni kwa mwaka ahifadhi kuanzia juzu 2 kwenda juu. Na wapo wanafunzi ambao wana uwezo mzuri, wanaweza kuhifadhi zaidi ya juzu 2 na kuendelea. Hilo ni lengo katika somo la Qur'ani kwenye eneo la kuhifadhi. Lakini somo la pili ni fiqhi. Katika darasa hili somo la pili ambalo wanajifunza ni somo la fiqhi. Kitabu ambacho kinatumika katika somo la fiqhi kinaitwa Asasiyatu fi tarbiyati al-islamiyya.
Asasiyatu fi tarbiyati alislamia. Ni kitabu ambacho kimekusanya masomo kadhaa, lakini miongoni mwake ni somo la fiqh. Sasa katika kitabu hiki ujuzi gani ambao mwanafunzi atabaki nao baada ya kuwa amesoma kitabu hiki? Kama nilivyoeleza mwanzo kwamba lengo sio tu mwanafunzi asome kitabu hawezi kukitafsiri alafu khalas, hapana. Malengo yetu ni kwamba kuna ujuzi tunataka mwanafunzi abaki nao kichwani. Popote tutakapomkuta tukimuuliza, basi ujuzi huu awe nao kichwani, lakini pia awe na uwezo wa kuutumia katika maisha yake ya kila siku, na awe na uwezo wa kuwaelekeza wengine katika maarifa yale ambayo yeye tayari ameyapata kupitia kitabu hiko cha fiqh. Kwa hiyo katika kitabu hiki cha Asasiyatu fi tarbiyati alislamia, wanafunzi wa darasa hili kwanza watajifunza ujuzi ambao wataupata katika kitabu hiki. Kwanza ni kufahamu maana ya fiqh, malengo na faida yake. Watafahamu ahkamu 5 za fiqh, ahkamu 5 za fiqh pamoja na mifano ya kila hukumu. Lakini ujuzi wa pili ambao watakuwa nao, watajifunza kupitia kitabu hiki ni kuhusiana na tahara. Watajifunza mambo mbalimbali yanayohusu tahara, maana ya tahara, maana ya hadathi, vigawanyo vya hadathi, namna ya kujitaharisha kutokana na aina za hadathi. Watajifunza pia aina za najisi, vigawanyo vyake, na namna ya kujitaharisha kutokana na aina za najisi tofauti tofauti, najisi za mbwa, najisi za haja kubwa, najisi za haja ndogo, najisi za mengineyo katika usaa na mengineyo. Wanajifunza aina za najisi, lakini pia wanajifunza namna ya kujitaharisha. Kwa hiyo mwanafunzi katika kupitia kitabu hiki, katika darasa hili, tunatarajia kwamba baada ya kusoma kitabu hiki atakuwa na uwezo wa kujitaharisha na kujua kwamba hii ni hadathi, hii ni najisi, na namna gani anajitaharisha kutokana na uchafu hizo mbili. Lakini ujuzi mwingine ambao mwanafunzi ataupata katika kitabu hiki ni atajifunza aina za maji. Maji yamegawanyika katika aina ngapi, ni maji gani yanafaa kujitaharishia, ni maji gani hayafai kujitaharishia na kadhalika. Lakini pia katika somo hili, katika kitabu hiki, wanafunzi watajifunza kuhusiana na udhu. Hapo bado wanaendelea kwenye vipengele vya tahara. Udhu, watajifunza sharti za udhu, fardhi za udhu, vitu vinavyotengua udhu, sunna za udhu, fadhila zake, watajifunza katika kitabu hiki. Lakini jambo lingine ambalo watajifunza wanafunzi katika kitabu hiki cha fiqh ni kuhusiana na mambo ya tayammum. Watajifunza kuhusiana na sababu za kutayammum, ni wakati gani au ikitokea sababu zipi mtu anaruhusiwa kutayammum, lakini sharti za kutayammum, fardhi za kutayammum, na vitu vyote vinavyotengua tayammum. Wanafunzi wa darasa la pili wanajifunza katika kitabu hiki cha Asasiyatu. Lakini kitu kingine ambacho watajifunza ni kuhusiana na swala na sheria zake. Watoto hao wanajifunza kuhusu swala, watajifunza kuhusu wajibu za swala, watajifunza kuhusu sharti za swala, watajifunza kuhusu nguzo za swala, watajifunza kuhusu wajibati za swala, watajifunza kuhusu sunna za swala, watajifunza kuhusu vitenguzi vya swala. Vyote viko ndani ya kitabu hiki. Kwa tunatarajia ni kwamba mwanafunzi akimaliza kusoma kitabu hiki ana uwezo wa kutekeleza ibada ya swala kwa ujuzi na elimu. Ikitokezea akasahau kitu fulani, anajua hapa nifanye nini. Kwa tunatarajia mwanafunzi huyu hatakuwa na ishkali yoyote katika kutekeleza ibada ya swala. Lakini jambo lingine ambalo watajifunza katika kitabu hiki ni zaka. Maana ya zaka, hukumu na fadhila zake, viwango vyake, lakini watajifunza ni nani anafaa kupewa zaka, nani hafai kupewa, nani anafaa kutoa zaka, nani hafai kutoa, makundi yanayofaa kupewa zaka, lakini nisab za aina ya mali zinazotolewa zaka, vyote wanajifunza katika kitabu hiki. Lakini jambo lingine ambalo watajifunza katika kitabu hiki ni kuhusiana na zakatul fitri, kiwango chake, muda wa kutoa, nani anafaa kupewa na kadhalika. Lakini jambo lingine ambalo watajifunza katika kitabu hiki ni kuhusiana na saumu, hukumu yake, kufaradhishwa kwake, nguzo za saumu, nguzo zake, kuanza kwa saumu ya Ramadhani, siku za tashriq na mengineyo yanayohusu saumu kulingana na level yake na yale machache yaliyoainishwa katika kitabu hiki. Kwa hiyo tunatarajia pia mwanafunzi anapomaliza kusoma kitabu hiki atakuwa anajua fadhila za kufunga, atakuwa anajua umuhimu wa kufunga,
Kwa inapofika Ramadhani hata mzazi hautapata tabu kumhamasisha na kuhangaika naye, kwa sababu tayari anajua umuhimu na fadhila za saumu, lakini pia anajua hukumu, baadhi ya hukumu katika kufunga. Anajua mambo kadhaa kuhusu saumu, vitu vinavyoharibu saumu, vitu vinavyopunguza fadhila, thawabu za saumu. Anajifunza mwanafunzi kupitia kitabu hiki. Hawa ni wanafunzi wa darasa la pili ambao kidogo level yao imeshainukia. Lakini jambo lingine ambalo wanafunzi watajifunza katika kitabu hiki ni saumu za sunna pia, sunna mbalimbali za kufunga, fadhila zake na adabu zake. Na kitu cha mwisho ambacho kimeelezwa na wanajifunza kupitia kitabu hiki ni kuhusiana na ibada ya hija, malengo yake, fadhila na hukumu yake na matendo yake. Baadhi ya matendo ya haji wanajifunza kupitia kitabu hiki na kwa level yao ya darasa la pili. Kwa hiyo kuna baadhi ya machache wanafunzi wanatoka wameyafahamu. Haya ni mambo ambayo wanajifunza katika somo la fiqh. Maelezo haya ni marefu sana, na kupitia silabasi yetu kuelezea kimoja baada ya kingine ni marefu, siwezi kueleza yote kwa siku moja. Haya ni katika somo la fiqh. Ama tukija katika somo la tauhidi, katika somo la tauhidi wanafunzi wa darasa la pili faslu thani wanasoma kitabu kinaitwa Usulu Thalatha. Ni kitabu cha tauhidi, kitabu ambacho kimekusanya misingi ya tauhid, kumjenga mtu imani